Kuna mtu kaniuliza, je, Dar es Salaam ikipigwa na bomu la nyuklia kama saa bomba, ni watu wangapi watakufa? Swali hili ni la kijinga sana, lakini kasema ngoja nilijibu. Imagine jiji la Dar es Salaam limepigwa na bomu la nyuklia mfano wa saa bomba. Saa bomba ni bomu ambalo lina nguvu zaidi ya mara 3000 zaidi ya bomu lililopigwa Hiroshima. Sasa huyu mtu anataka kujua, je, likipigwa hapa Dar es Salaam siku hiyo itakuwaje? Kama mtaalamu wa military science nilifikiria sana, nikasema ngoja nimjibu itakavyokuwa. Itakuwa hivi. Imagine bomu hili limepigwa saa 8 usiku. Kikao cha jeshi la wananchi wa Tanzania kitaitwa. Wataenda kwenye secret meeting room. Baada ya kufika pale, wataonyeshwa kwenye screen kubwa ikionyeshwa hilo bomu linatoka kwenye nchi gani adui. Baada ya hapo, huku mjini mambo yatakuwa yanaendelea. Watu wamelala, daladala zinapita, wale wa Uber wanaendesha, Bolt wanaendesha na honi zinalia jiji zima. Hakuna mtu ambaye anajua nini kinaendelea zaidi ya watu wa jeshi la wananchi wa Tanzania, na wao watakuwa wamepewa taarifa na watu kutoka nchi rafiki kama Marekani au Russia, ambao wana rada ambazo zinaangalia dunia nzima. Watafikisha taarifa kwamba kuna nchi adui imetuma bomu la nyuklia. Hiyo ni saa 8 usiku. Saa 11 asubuhi wananchi wanaamka kuendelea na mishemishe. Wengine wanaelekea Kariakoo, wale wanaofanya kazi posta wanaelekea posta. Lakini kuna kitu kimoja kitakuwa kiko tofauti sana. Siku hiyo magari ya jeshi mengi yatakuwa yametawanywa mjini. Movement za kijeshi zinakuwa ni nyingi mno. Wananchi wanabaki wanaangalia leo kuna nini. Lakini baadhi ya viongozi wataanza kuondolewa kimya kimya. Yaani wataenda kufichwa sehemu. Na hapo ndo uvumi kwa wananchi unaanza. Kuna nini mjini, wanajeshi wamekuwa ni wengi hivi? Hiyo ni saa 11 asubuhi. Kufika saa 2 asubuhi, taarifa zina leak kwenye magrupu ya WhatsApp, Facebook pamoja na Instagram kwamba jiji la Dar es Salaam linataka kupigwa na bomu la nyuklia aina ya saa bomba. Wananchi wana paniki, makelele. Watu wanaanza kulikimbia jiji la Dar es Salaam. Kienda upande wa Bagamoyo Road, Wachaga wanaotaka kukimbilia upande wa kaskazini wanajazana magari, inasababisha foleni na ile barabara inafungwa. Watu wanaotaka kukimbilia kusini, Morogoro Road na yenyewe ina block, kuna magari mengi yanataka kuondoka nje ya jiji la Dar es Salaam. Na ule upande wa Kilwa Road magari yana block kwa sababu ya foleni kubwa, watu wanataka kulikimbia jiji la Dar es Salaam. Kufikia saa 6 mchana, watu wengi wanakuwa wamepanic. Kumbuka vyombo vyetu vya habari vyote Tanzania muda huo vinakuwa vina wafanyakazi wengi, wamechimba, wamekimbia kwa sababu ya bomu la nyuklia ambalo linakuja kwenye jiji la Dar es Salaam. Lakini ghafla anatokea rais wa nchi kutoa hotuba nzito. Anasema, wananchi tulieni, vyombo vya usalama vinalifuatilia hili swala, watu watulie, usalama wa taifa wako wanafanya kazi yao na jeshi la wananchi wanafanya kazi yao. Tulieni, msipaniki, hakuna kitu ambacho kitawatokea. Sasa wakati huo hakuna mtu anayejua aina gani ya bomu linakuja, hasa hili bomu kubwa kama saa bomba. Anayejua bomu hilo ni nchi adui ambao wamelituma bomu hilo. Sasa ngoja niwaambie ukubwa wa saa bomba. Bomu la nyuklia kubwa kuliko yote duniani ni hili saa bomba. Lina ukubwa wa 50 megaton. Yaani lina nguvu mara 3000 zaidi ya mabomu yaliyopigwa Hiroshima na Nagasaki. Sasa wakati huo bomu linakuwa liko angani, linakuja kwa spidi kubwa sana kwenye jiji la Dar es Salaam. Jiji la Dar es Salaam sasa hivi lina watu kama milioni 7 kama sio milioni 8. Bomu hili lina uwezo wa kuua kwa haraka haraka. Ukubwa hili bomu litaweza kuua watu wasiopungua milioni 4 mpaka milioni 6 ndani ya muda mchache. Muda huo bomu liko angani, linakuja kwa spidi kali. Saa 8 kamili bomu aina ya saa bomba linakuwa limeshaingia katika anga la jiji la Dar es Salaam. Linaanza kushuka kwa kasi ya ajabu, lakini kufika kwenye mita 500 linatoa mlipuko mkubwa sana. Pale juu unakuwa limetengeneza kitu kinaitwa plasma, mwanga mkali sana. Majengo yanalipuka, watu wanaruka huko, magari yanarushwa. Baadaye inatokea kitu kama kinaitwa mushroom. Moshi unatokea kama mushroom. Wakati huo jiji la Dar es Salaam kwa mbali unasikia ving'ora vinalia, silence za kijeshi zikijaribu kutoa warning,
lakini zinakuwa haziwezi kuzuia ukubwa wa ile bomu la nyuklia, na muda huo kunatokea ukimya baada ya hiyo action, bomu la nyuklia likiwa lishapiga jiji la Dar es Salaam. Saa 8:10 hakuna tena kelele. Watu waliokuwa wameingia wamepona kwa mbali, wanatoka wanaanza kutafuta familia zao. Barabara zote za jiji la Dar es Salaam hazionekani, majengo yote yameisha. Kwa mbali unasikia vilio kwa mbali, watu wanaotafuta fulani fulani, wakiwa wameumia sana. Social media zote Dar es Salaam hazipo, hakuna chochote kinachotoka ndani ya jiji la Dar es Salaam baada ya kupigwa na bomu kubwa duniani linaloitwa Tsar Bomba. Na muda huo watu wasiopungua milioni 4 mpaka milioni 7 Dar es Salaam wanakuwa wameisha kutokana na hilo bomu la Tsar Bomba. Baada ya masaa 8 itakuwa ni saa 2 usiku. Baada ya hapo jeshi la wananchi litaanza kuweka checkpoints. Hakuna kuingia jiji la Dar es Salaam ambalo muda huo limekuwa majivu. Helikopta za kijeshi zinapita huko juu kuangalia mtu yeyote aliyepona kwenye majivu hayo ya jiji la Dar es Salaam. Wakati huo huo Red Cross na wenyewe wanaingia ndani ya jiji la Dar es Salaam kuangalia nani amepona katika bomu hilo la nyuklia. Muda huo huo viongozi wanakuwa wameshakimbilia Dodoma, na kule imekuwa control center mpya, wakiangalia adui anaweza akatuma bomu lingine au la.